Thamani ya wokovu imefichwa ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Usipokosa matumaini na ujasiri kwa ulimwengu, hauwezi kujua thamani ya wokovu, kwa sababu Mungu hayuko ndani yako. Mungu anapokaa ndani yako, lazima atakujulisha thamani ya wokovu. Wakristo wa leo hawajui thamani ya wokovu kwa sababu wamejiita hao wenyewe. Aliyeitwa na Mungu hujua thamani ya wokovu, maana Mungu huishi ndani yake. Na kuna wale ambao walitamani kumtumikia Mungu, waliotamani kumtumikia Mungu lazima wawe watendaji wa neno, ndiyo waeze kujua thamani ya wokovu, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa anaishi ndani yao. Kuna watu walioitwa wao huishi na Roho Mtakatifu, na kuna wale ambao wanatamani kurudia njia za Mungu aliyewaumba. Unapotamani kumrudia Mungu aliyekuleta ulimwengu huu, ni lazima uwe mtendaji wa neno, ili Roho Mtakatifu aje ndani mwako akujulishe thamani ya kurudia yule Mungu ambaye alikuumba. Wakristo wa leo wamekosa kujua umuhimu wa kumrudia Mungu, thamani ya kumrudia Mungu, kwa sababu hawana Roho Mtakatifu ndani yao. Wamemrudia Mungu kwa njia za ulimwengu. Wakristo wa leo wamemrudia Mungu kwa njia za ulimwengu, ndiyo maana hata hawajaona thamani ya wokovu. Aliyemrudia Mungu kwa njia za kiroho alijua thamani ya wokovu. Watu wa dini wamemrudia Mungu kwa njia za ulimwengu, ndiyo maana hata wanapomuita Mungu ni vigumu Mungu kuitikia, ni vigumu Mungu kuwajibu, kwa sababu wamemrudia kimwili, hawajamrudia kiroho. Mkristo ambaye alimrudia Mungu kiroho lazima atajua thamani ya wokovu. Kumrudia Mungu kiroho ni kuwa mtendaji wa neno, maana unapokuwa mtendaji wa neno lazima utampokea Roho Mtakatifu. Unapompokea Roho Mtakatifu utajua thamani ya wokovu. Anayejua thamani ya wokovu ni yule aliyejenga uhusiano wake na Mungu kutokana na neno la Mungu. Usipojenga uhusiano wako na Mungu kutokana na neno la Mungu, utakosa kujua thamani ya wokovu. Kuna watu wamejutia tangu waliporudi makanisani, tangu waliporudia njia za Mungu, wamejutia kwa sababu hawa watu walikosa mtu wa kuwaelekeza. Unapotaka kumrudia Mungu aliyekuumba, hakikisha upate mtu ambaye atakuambia njia za kiroho, ili uweze kujua thamani ya wokovu. Ukitaka kukosa kujua thamani ya wokovu, ni upate mtu ambaye atakuelekeza kimwili. Wengi walipata kukosa thamani ya wokovu kwa sababu mwelekezi wao wa awali alikuwa wa ulimwengu, alikuwa hana ufahamu wa kiroho. Ukitaka kuelekeza watu kiroho, lazima Roho ya Mungu iwe inakaa ndani yako. Roho ya Mungu inapokaa ndani yako, lazima wale ambao uko nao utawajulisha thamani ya wokovu. Mungu anapoanza kukaa ndani yako, lazima atakujulisha ahadi za kiroho. Hakuna mtu anayeweza kujua ahadi za kiroho isipokuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Kwa hivyo Wakristo wa leo wamejutia Ukristo wao kwa sababu mwelekezi waliye naye ni wa kimwili. Ukitaka kujua thamani ya wokovu, pata mtu ambaye ana ufahamu wa kiroho. Mtu mwenye ufahamu wa kiroho
hunena kile ambacho Roho Mtakatifu amesikia kutoka kwa Mungu. Basi unaposikia hicho, lazima imani yako itakuwa, lazima mali zako zitastawi. Lakini bila hivyo, unaweza kulala na mchungaji, unaweza kukesha kanisani, lakini hivyo hivyo ukajutia mwito wako, kwa sababu ni kweli Mungu amekuita, lakini kwa sababu yule ambaye anakulea ni wa ulimwengu huu, akakuletea hasara. Wengi wamekufa kwa sababu ni kweli waliitwa na Mungu, lakini walikosa mwelekezi wa kiroho. Baadaye wakajikuta wanamtumikia shetani. Unaposikia mwito wa huduma, unapokuwa na mwito wa huduma, tafuta mtu ambaye anaona mbele yako. Lazima mwito wako utazaa matunda ya kiroho. Wengi wao mwito wao umezaa matunda ya kimwili, hata hawajafurahia mwito wao. Haujafurahia wokovu wako kwa sababu anayekuelekeza ni kipofu. So Mkristo ambaye hajaongozwa na Roho Mtakatifu ni sawa na mtu ambaye ni kipofu. Yule ambaye anakuongoza kama ni kipofu, pia wewe utakuwa kipofu. Yule ambaye anakuongoza kama anaona, pia wewe utaona. Atakushawishiwa wewe na ahadi za kimwili, atakushawishiwa na ahadi za ulimwengu. Ahadi za ulimwengu zina mwanzo na mwisho, lakini ahadi za ulimwengu wa kiroho wa Mungu hazina mwanzo wala mwisho. Tafuta Mungu ili uweze kuwajulisha watu thamani ya wokovu. Thamani ya wokovu anayejua ni Mungu wako. Anapokaa ndani yako, lazima atakujulisha thamani ya kumrudia. Sasa unajutia tangu mrudie Mungu. Shida zimeongezeka kwa sababu mwelekezi wako, yule mchungaji wako, hana ufahamu wa kiroho. Anakulea kimwili na kilicho ndani yako ni cha kiroho. Ikiwa kile ambacho kiko ndani yako ni cha roho, basi kinahitaji mtu ambaye ana Roho wa Mungu ili aweze kukulinda, ili aweze kukilinda. Bila hivyo utaenda hasara. Hata pia wewe umeenda hasara. Nimekuwa na wanangu wa kiroho, nasikia uchungu, wamepotea. Wanangu wa kiroho walipenda vitu vya haraka haraka, wameenda. Wewe ambaye unataka kumrudia Mungu, hata kama niko mbali na wewe, nifuatilizie hayo mafundisho, utajikuta uko mahali kwa sawa. Hata pia mimi nimekuwa kama wewe. Kuna kipindi nilikuwa kama wewe, lakini nashukuru Mungu alinisaidia. Alinipatanisha na mtu ambaye aliweza kukilea kile ambacho iko ndani mwangu. Hata leo na mimi naongea na wewe. Ni kweli unaweza ukaitwa, lakini ukikosa mwelekezi wa kiroho, ukajutia mwito wako. Neema ya kiroho haiwezi kulindwa na vitu vya ulimwengu. Neema ya kiroho inahitaji mtu ambaye ana Roho wa Mungu. Ukipata huyo mtu, haki ya Mungu, lazima utafaidi kile ambacho iko ndani mwako. Ona hasara iliyokupata. Ona hasara iliyokupata. Alafu nikwambie kitu, acha kuchukia wachungaji. Wacha ukosoa wachungaji. Acha ukosoa wachungaji. Acha kufananisha wachungaji. Yule aliyeitwa na ulimwengu hawezi kuwa sawa na yule ambaye aliitwa na Mungu. Hivyo vyote, wewe mwanangu wa kiroho, uliye Nairobi, uliye Kisumu, uliye Vihiga, uliye Kaloleni, uliye Mtwapa, uliye Mombasa, uliye Colorado, umekuwa na mimi muda mwingi. Tamani sana nikulee kiroho. Ubarikiwe.
na mimi nimekusaidia. God bless you. God bless you. Have a nice time.